Katika ziara hiyo, Rais Ruto aliandamana na viongozi wa eneo hilo akiwemo Gavana Gladys Wanga pamoja na makatibu wa wizara mbalimbali. Hapa kwa huyu kijana, we have a leader. In this young man, we have a future. Na kwa sababu mumemchagua huyu kijana, nitamfundisha kazi. Yes. Huyu kijana, tunaelewana jameni? I have mentored many young people, and I see in this young man a future leader. And Boyd, I am going to work with you. I'm going to support you. I'm going to mentor you, and so that you can serve the people of Kasipul, the people of Homa Bay, and provide leadership in our country, Kenya. Kwa sababu nimefika hapa, mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa Homa Bay. Mimi nimekuwa hapa mara nyingi, nimeongea na nyinyi kwa muda, tumekubaliana mambo yenu ya maendeleo, na nyinyi mnajua mahali tulikuwa, mahali tuko na mahali tunaenda. Ni kweli ama si kweli? Hapo nyuma tulianza na viongozi wenu, na mimi nataka nimshukuru gavana wenu huyu Gladys. Let me tell you, the people of Homa Bay, I work with many leaders, but it is rare to find leaders who put the interests of their people above their own positions. This Gladys Wanga Nyasuna, she does not throw her weight as a governor. She works as a servant of the people of Homa Bay. Na umoja wa vyama vya upinzani ukiongozwa na Rigathi Gachagua ulihudhuria ibada katika kanisa la Anglican Kenya Christ kaunti ya Murang'a. Ziara hiyo ni sehemu ya mikakati ya kujipanga kisiasa na kujenga uungwaji mkono kunradhi katika eneo la Mlima Kenya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Gachagua amekuwa akiungana na viongozi kama Kalonzo Musyoka, Martha Karua na Eugene Wamalwa kuhamasisha wananchi. Aliuliza maswali na sisi tukiwa tunaongea ukweli. Akauliza huyu mzee wetu Ruto, how much can be enough? Akamuuliza, sasa ona hata hulali unafukuzana na Nairobi Hospital, unafukuzana na bilioni 7 zile za contract, unafukuzana na mashamba usiku wengine wakilala, wewe hulali, unatochi, unatafuta mashamba ya kuiba. Naye mbunge wa Nyeri Duncan Mathenge ameikosoa vikali upinzani kwa kile anachokitaja kama mashambulizi ya kibinafsi dhidi ya Rais William Ruto, akisema wao ndio waliomchochea kupitia matusi ya muda mrefu. Aliwataka viongozi wa upinzani kupunguza matamshi makali kupendekeza kufanyika kwa mkutano wa kitaifa wa amani ili kuimarisha umoja na utulivu nchini. Kauli zake zinajiri wakati wa mvutano wa kisiasa kufuatia matamshi ya kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua aliyedai kuwa kauli kali za rais na majibu ya madai ya upinzani kuhusu uongozi
udhaifu na ufisadi hasa katika sekta ya afya. Mbunge huyo alionya kuwa si sahihi kujenga taifa kupitia matusi na chuki, akisisitiza kuwa hali ya sasa ya kisiasa ni hatari na inaweza kulinganishwa na kipindi cha mwaka 2027 na mwaka 2028 wa mapigano ya baada ya uchaguzi. They would call others all sorts of names until, because even the president is human, he also decided to use the same names on them. Unfortunately, now we can see the shoe is on the other side. But that is not the way to build our country. My appeal is that we need a meeting, a peace conference for Kenya, so that we can tone down on this new culture. If we do not stop, we are very close. We are very close to where we were in 2007. Unfortunately, for the Gema community, this time we may not be the victims. This time we may not be the victims. One of us is the main initiator, is the author and the choreographer of the crusade of name-calling, hatred and insults. Nayo serikali imetangaza kuwa itatoa msamaha kwa Wakenya walioajiriwa kuhudumu katika operesheni maalum za kijeshi nchini Urusi. Kwa mujibu wa afisi za waziri mkuu msaidizi Musalia Mudavadi, ni kinyume cha sheria cha raia wa Kenya kujiunga na jeshi au kikosi cha kijeshi cha nchi nyingine bila idhini ya maadhinishi kutoka kwa rais. Mamlaka zinakadiri kuwa takriban Wakenya 252 waliajiriwa katika jeshi la Urusi. Ziara ya Mudavadi huko Moscow imefanikisha makubaliano yatakayowezesha kuonekana kwa Wakenya waliomo katika operesheni hizo na kuwafanya kurudi nyumbani. We have allowed UDA party to use the schools as polling centers and polling stations for the purposes of the upcoming UDA primaries. We are working together, we are open, and we have given very firm instructions to the aspirants that we are not going to entertain any destruction or any interference of properties of the school. Uchaguzi on that 27 voting itaanza saa 2 asubuhi mpaka saa 11, lakini wale watu watakuwa kwa kituo saa 11, wote wataruhusiwa wapige kura na baadaye matokeo itatangazwa. Lazima mnajua tutatumia hii mfumo yetu ya digital. Naye katibu mkuu wa elimu ya msingi Julius Bitok ametangaza kuwa shule zote Murua Dikir zitafungwa Ijumaa Machi tarehe 27 mwaka 2026 ili kuruhusu uchaguzi wa ngazi ya ngazi ya shani ya UDA. Bitok alionya kuwa watakaoharibu mali ya shule watakamatwa na kufikishwa mahakamani. Mwenyekiti wa bodi ya uchaguzi wa UDA Anthony Mwaura alihakikisha kuwa kura za uchaguzi huo zitaendeshwa kwa kuzingatia kanuni za chama. We have allowed UDA party to use the schools as polling centers and polling stations for the purposes of the upcoming UDA primaries. We are working together, we are open, and we have given very firm instructions to the aspirants that we are not going to entertain any destruction or any interference of properties of the school. Uchaguzi on that 27 voting itaanza saa 2 asubuhi mpaka saa 11, lakini wale watu watakuwa kwa kituo saa 11, wote wataruhusiwa wapige kura na baadaye matokeo itatangazwa. Lazima mnajua tutatumia hii mfumo yetu ya digital. Naye Eugene Wamalwa aliyekuwa waziri wa ulinzi na kiongozi wa upinzani ametoa onyo kali kwa Rais William Ruto na serikali ya Kenya Kwanza, akisema wasivuke mipaka. Kauli hii ni sitiara ya kisiasa inayoonya dhidi ya hatua ambazo upinzani unaona hazikubaliki, hasa vile
kama vile kukandamiza maandamano, kutumia nguvu za waandamanaji au kuongeza mzigo kwa kiuchumi kupitia ushuru na gharama za maisha. Kauli kama hizi hutolewa wakati wa mvutano wa kisiasa, hasa kunapokuwa na maandamano au malalamiko ya umma. Tell Bwana Ruto, usijifanye patron wa kanisa, uanze kudirect the church of God. So tuko hapa kusema msiuzie uoga kama watu wa kanisa. Na vile vile tukija kwa huu mlima, twataka tuombe watu wa mlima pia msiuzie uoga. Ile siasa umeanza kuona ya matusi kutoka kwa Rais Ruto na wenzake. Wanasema palipo moshi pana nini? Moto. So that smoke of insults you are seeing is a smoke screen. Sisi tunajua kuna njama ambayo Bwana Ruto anapanga. Ile matusi yamekuwa anarushia viongozi wa upinzani, sasa ametoka kwa matusi, ameenda kwa vitisho. Na ameanza kutoa vitisho kwa viongozi wa upinzani. Mesikia yule senator wa Kericho Aaron Cheriot akisema eti huyo Rigiji alitusi rais na kuna mambo ambayo wanatafuta wamshike eti wamweke ndani. Sisi tutaka tuambie Bwana Ruto ya kwamba matusi, tumesema sisi hatuna haja na matusi yako, lakini vitisho hatutakubali. Uanze kutoa vitisho to the people's loyal opposition. Na sisi hatukuogopi Bwana Ruto. Ndugu yangu Rigiji, hapa tulipo, si hapa ni Kiharu, si hapa ndio kwa Matiba. Na nimeambia constituency ya Kiharu, the stronghold ya Matiba ilikuwa ni hapa Kahuro. Hiyo ni kweli? Nyinyi ni watu wa Matiba? Matiba was a fearless leader. Alipata vitisho, alishikwa, akafungwa, na ni kwa sababu alikuwa anapigania haki na katiba ya Kenya. Ile katiba Matiba na Rubia walipigania inatupa ruhusa na uhuru wa kuja tuweze kuwa nanyi siku ya leo. And that freedom of worship, that freedom of movement, that freedom of expression, and that freedom of association and assembly, sisi kuja hapa kuwa nanyi, haitegemei ukarimu wa Bwana Ruto na serikali yake. Those are constitutionally guaranteed rights and freedoms ambazo Matiba na kupitia mpango wa Imarisha Mashinani, serikali imewahakikishia wakazi wa Murang'a kwa mageuzi na utoaji huduma yanaendelea ipasavyo. Katika kikao cha ushirikishwaji wa umma Gatanga, viongozi walieleza maendeleo ya miradi muhimu kama nyumba za bei nafuu na masoko ya kisasa inayokaribia kukamilika. Pia walisisitiza kuwa mpango wa UHC utahakikisha huduma nafuu za afya kwa wote na kuwahimiza wananchi kujiandikisha SHA. Aidha, wakazi walitakiwa kuhamia maeneo salama, kuepuka mafuriko na kuondoa maji yaliyotuama ili kuzuia magonjwa. We want citizen engagement. Tunataka watuulize maswali ya ile kazi tunafanya, na mmesikia mimi nimeulizwa maswali ya SHA, mwingine ameulizwa maswali ya barabara, mwingine maswali ya maji. So we don't go to lecture the citizens, but we want them to give us feedback, whether it is working or it is not working, so that we can fix where necessary. Coming from Kenya, our work has been to engage the public, to explain the projects that have been rolled out in the space of roads. We have talked about the securitization program that has paid all contractors, and all contractors have been paid, all pending bills in the road sector have been paid, and we are ensuring that contractors are back and any stalled project has now resumed work. I would ask the members of the public not to consume meat that is slaughtered at home. If an animal cannot make it to the slaughterhouse, chances is that it's not fit for human consumption. So if an animal is slaughtered at home, I urge members of the public to report to the authorities and not consume that meat, because during this rainy season there are very high chances of anthrax spreading among our.
Nao wanafunzi kutoka chuo cha Laikipia wanaripoti kuwa Hilary alijeruhiwa vibaya wakati wa ziara ya kupanda milima katika maporomoko ya Subukia. Tukio hili likisababishwa na kupotokea msaada wa dharura wa haraka baada ya gari la wagonjwa kuripotiwa kutowasili kwa muda. Alilazimika kupelekwa katika hospitali ya St. Michael na Msamaria Mwema ambako aliaga dunia. Wanafunzi sasa wanalalamikia usimamizi wa chuo kwa uzembe na wanadai mabadiliko makubwa katika uongozi wa chuo. Imefanya tukue hapa saa hii the fact that tunakuwa ignored as students. Mmoja wetu anapigwa in hike on an accident, tukiita ambulance tunaambiwa ati it's holiday, driver hazikuja. Sasa shida yenye tunapitia kama comrades wa Laikipia, tuko sisi wenyewe kwa wenyewe. We have leaders tuliwaelect, hakuna kiliwana kusaidia. Unaona, si mara ya kwanza hii kitu. Ukipigia ambulance ya shule wanakuambia reg number, na akifika hapo tena anaanza kumgombanisha. Na mtazamaji, habari hii inatupa fursa ya kumeza mate, usiende mbali. Adam pamoja na wakazi wa kaunti ya Kericho wanadai kufufuliwa kwa mara moja kwa miili iliyodaiwa kuzikwa katika kaburi la pamoja katika makaburi ya makaburini mjini Kericho. Wakazi hao pia wanaitaka serikali ya kaunti ya Kericho kutoa maelezo kuhusu namna miili iliyoripotiwa kusafirishwa kutoka kaunti za Nyamira ilivyoweza kuzikwa katika eneo hilo. Madai hayo yameibuka kufuatia taarifa kwamba kaburi la pamoja lenye takriban miili 14, baadhi ikisemekana kukatwa viungo kadhaa vya mwili. Why are people coming here and dumping about I was given about 14 or 12 bodies at the same place? Hiyo ito mass burial. Mass burial tunaambiwa kwamba kuna watu 14 ambao wako katika mochari wanafaa zikwe na watu wanajua na wanapatiwa notification na tujui. Kwa hivyo sisi tunataka tu ile barua ya kuonyesha kwamba hao watu walishikwa wakina nani. Hiyo ndio shida ya hao raia wote, na tunataka itolewe leo. Na kama sio leo ni sasa hivi. Hivyo ndio tuende kazi nyingine. As a human organization, we are demanding a swift response in terms of a statement from the government, both the county government and the national government, particularly the county security team. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kutofuata agizo hilo kutasababisha shambulizi la kijeshi kwa mitambo ya nishati. Tehran imetoa vitisho vya kushambulia mitandao hiyo ya nishati ya Marekani katika Ghuba. Strait Hormuz inabeba 20% ya mafuta duniani na imekumbwa na usumbufu kufuatia vitendo vya Iran, Saudi Arabia na UAE. Kunradhi. Tumalize. Na mtazamaji, hizo ndizo habari tulizokuandalia hii leo katika majira ya ABN Weekend. Usiku mwema. You are watching ABN TV, transforming your world.
are watching EBN TV, transforming your world. EBN TV cares about the growth of your business. To advertise with us, call 0725 386 501 or 0740 653 453. EBN TV, transforming your world. You are watching EBN TV, transforming your world. EBN TV is opening its doors to the world through EBN Gospel Storm, a powerful opportunity designed to take your message beyond borders. For an annual subscription of only 5,000 shillings, you gain access to a global gospel platform, and once subscribed, you can hear a 30-minute sermon for just 1,000 shillings. At EBN TV, we are raising 13 gospel voices every day, one preacher every hour. This is your platform to reach a wider audience, to amplify your calling, and to spread the gospel to the nations. How do we position ourselves? Is it physical or is it spiritual? This book that we preach to position you. Salvation is actually a positioning, and the preachers preach endlessly in every place to position men that they can see God. Start with EBN. Join the Gospel Storm. Minister to the world. EBN TV, preaching Christ, touching lives, and changing nations. EBN TV is spreading the gospel of our Lord Jesus Christ across the airwaves, reaching hearts and homes all around the world. At EBN TV, we are committed to sharing the good news of our Lord Jesus Christ with the nations. We invite you to partner with us in this great mission to reach the world with the gospel. Together, we can make a lasting difference for the kingdom of God. To partner with us, kindly use the till number displayed on your screen, and that is 8819 8819 EBN TV, transforming your world. Sports isn't just a game. It's passion. He's done it. Jakub Mensik is the champion in Miami. Drama. Man, oh, come on now. In the thrill of the unexpected. From the stadiums to the streets, we bring the game to you. We bring you exclusive insights from the pros, bold predictions, and in-depth analysis like never seen before. Get ready for the action, the controversy, And this is bubbled over. Montez shown red. and the moments that define greatness. The Scoreboard, where every game is the biggest game.
Fitness, fabulous fitness. You need it, we got it. The best home workouts just for you. We keep it fun and sweaty. Join us at EBN TV and get that blood pumping. A fabulous workout for your fabulous body. Keep it fit and fab. My name is Mary Mumbua and I watch EBN TV. For gospel music, I, Anton Dacho, I watch EBN TV. I watch EBN TV. Do you? I watch EBN TV. For educative talk shows, I, Griffin Mukilia, watch EBN TV. Hey everybody, my name is Purity Mudeu and I'm just here to tell you about EBN TV. Are you somebody looking for a